Habari za wakati huu, wapenzi wasikilizaji wa kipindi cha Rada za Huba katika redio yetu pendwa ya El Ulama FM. Mimi Yunus Mbaruku, mwanasaikolojia, mnasihi, leo nimependa kuja kufundisha namna ambavyo wanandoa wanafanya makosa na kuwafanya watoto wao waharibikiwe. Makosa ambayo wanaweza kuyafanya mbele ya watoto zao na kuwafanya watoto wao waharibikiwe. Makosa hayo yako 10. Kosa la kwanza ni kugombana au kupigana mbele za watoto. Kurushiana maneno, kupigana au kumpiga mwenza wako, aidha mume kumpiga mke au mke kumpiga mumewe, huathiri watoto kisaikolojia na kuwafanya wapate hofu na huzuni kwa wakati mmoja. Yaani kama wanatakiwa watoto wanafikiri kama wazazi hawa wanatakiwa kutupa upendo, wao tumewakuta katika hii dunia, lakini wao wenyewe hawapatani, wanapigana, mmoja anampiga mwenzake, anamuonea mwenzake. Wao wanajiona kwamba ndo hawapo salama zaidi kwa sababu ni wadogo, hawawezi kurudisha chochote kwa wazazi wao zaidi ya kuhofia na kuwa na huzuni. Hivyo wanaishiwa kuwa ni watoto ambao wanasononeka na kuwa na wasiwasi wa kiasi kikubwa sana mioyoni mwao na kwenye akili zao. Mtoto aliyelelewa na wazazi wanaopigana au mzazi anayempiga mwenzake daima kutokuwa sawa kisaikolojia. Aidha atakuwa mtundu sana au atakuwa mnyonge sana. Atakuja kuchukia jinsia moja ambayo inaonekana kuishambulia jinsia nyingine. Mfano, baba kumpiga sana mama au mama kumpiga sana baba, kiasi ambacho kama mtoto anashuhudia baba anampiga mama na mtoto huyo ni wa kike, atakuwa anachukia wanaume kwa sababu anaona wanaume wote ni wakatili. Na mtoto akiwa anashuhudia mama anampiga baba, atakuwa yule mtoto wa kike anachukua ile kama dhana ya kwamba wanaume wote wanatakiwa kuonewa. Vivyo hivyo kwa mtoto wa kiume ambaye anashuhudia mama anapigwa na baba, cha kwanza atakuwa mkatili kwa kulipiza kisasi kwa mama yake ambaye alipigwa. Cha pili, yule mtoto atakuwa anahisi kwamba namna ya kufanya ukatili ndio namna ya maisha. Kwa hiyo wanakuja kuwa wanapata shida kwenye ndoa, namna ya kuishi vizuri kwa upendo na kadhalika. Wanaona kwenye ndoa ni sehemu ya kulipizana kisasi na kupigana na kushindana, na sio sehemu ya kuonyeshana upendo, huruma pamoja na kila aina ya hali ya upendo. Lakini sababu ya pili au kitu cha pili au makosa la pili linalofanywa na wazazi ni kudanganya, kuficha ukweli mbele za watoto wao. Ukiwa mume au mke ambaye unapenda kumdanganya mwenza wako mbele ya watoto wako, basi jua ipo siku mtoto wako au watoto wako watakudanganya wewe, watadanganya shule, watadanganya sehemu ya ibada, watadanganya kwa kila mkubwa ambaye anakuja mbele, kwa sababu wanajua kudanganya ndio sehemu, ni kitu sahihi cha kuhakikisha wanakwepa adhabu au wanakwepa namna yoyote ile ya kuingia kwenye lawama. Kwa hiyo watoto watakuwa wakubwa, watakuwa matapeli, watakuwa waongo na watashindwa kuwajibika kwa kila kosa ambalo walifanya, kwa sababu wanajua kila kosa linatakiwa likimbiwe kupitia kumshushia mtu mwingine lawama au kudanganya. Kwa hiyo wanakuja kuwa watoto ambao sio wajibikaji. Kosa la tatu ni kutukana mbele za watoto. Kutukana mbele za watoto na kurushiana maneno machafu mbele za watoto na kinasababisha watoto kuathirika kiakili, lakini pia kuathirika kimaadili. Kitu ambacho wanafanya watoto wale matusi yale wanayachukua kama yalivyo, wanaenda kuyatumia kwa watoto wenzao, kwa wakubwa, wanakuwa hawana adabu. Lakini pia kumtukana na kumdharau mke wako au mume wako mbele za watoto unamfanya hata wale watoto wasimheshimu tena yule baba yao au mama yao, na kupelekea wale watoto kuishi wanavyotaka, hawatakuwa na uadilifu, hawatakuwa na maadili, na mwishowe wanakuja kuwa watoto ambao wana tabia mbaya, huko baadaye wanaingia kwenye mambo machafu, mambo mabaya, kwa sababu tu ulianza mwenyewe mzazi kumvunjia heshima mzazi mwenzako. Lakini kosa la 4 ni kuonyeshana mapenzi mazito mbele za watoto. Mambo ya faragha watoto hawataki kuyaona. Mfano, kupigana mabusu mazito, deep kiss, kushikana mbele za watoto na kufanya tendo la ndoa watoto wakiwa wanaona, kwa sababu watoto wanaweza kuigiza na watoto wenzao vitu ambavyo wanaviona. Kwa watatamani mapenzi wakiwa bado wadogo, kitu ambacho utafanya pate mimba za utotoni, pate maambukizi ya ukimwi, maambukizi ya maradhi ya zinaa
lakini pia kwa watoto wa kike kuja kupata hali ya saratani ya shingo ya kizazi mapema, na hata kuingia kwenye matendo machafu ya ufuska pamoja na uasherati, kwa sababu tu wameona wazazi wao wanakuwa wanafanywa vile. Lakini kosa la 5, kuambia watoto mabaya na madhaifu ya mama yao au baba yao. Watoto wakiwa hawezi kusahau na wala hawezi kusamehe kitendo ambacho utawaambia mabaya na madhaifu ya baba yao mama yao, wanalibeba kama jukumu lao kumchukia mume wako au baba au mke wako ambaye amekufanyia wewe ukatili. Hisia zao hawezi kuzichakata, kwa sababu wanajua kabisa mtu mbaya hataki kupendwa, mtu mbaya ni mbaya, ni adui wetu. Kwa hiyo unakuta watoto wanamchukia mama yao au baba yao kutokana na mabaya ambayo ameambiwa na mama yao au baba yao, kitu ambacho wanashindwa kukumbuka ukarimu, wema wa wazazi wao. Lakini pia watoto wanakuwa watoto ambao hata kija kuwa wakubwa hawasamehi, hubeba kinyongo, hubeba kisasi, na mwisho huwa watu ambao wanabeba vitu vingi katika mioyo yao na huhifadhi chuki hata kwa vitu vidogo hata kwenye maisha ya kawaida. Lakini kosa la 6, hutakiwi kumdharau mwenza wako mbele ya watoto. Kitendo cha kumdhalilisha au kumdharau mwenza wako mbele ya watoto unafanya hata watoto washindwe kumheshimu baba yao mama yao na hata watu wengine. Hatofuata amri za mama yao au baba yao, kwa sababu wanajua ni dhaifu, na watampuuzia maelekezo yake, kwa sababu wanajua wanaona kabisa wanamudu na wanaweza kubishana naye. Jambo hilo nafikiri kwenye familia zetu nyingi tumeshuhudia, sehemu ambayo mama hapewi kipaumbele, basi watoto wanakuwa hawamheshimu. Kitu ambacho utakikataza watoto hawatokifuata, lakini baba akitoa sauti moja tu watoto wamefuata. Kwa hiyo mamlaka pamoja na heshima inatakiwa zigawiwe na watu wapate na wazazi wagaiane, ili watoto waheshimu watu wote, baba na mama. Lakini kosa la 7 hutaki kulifanya mbele za watoto, kutumia watoto kama daraja la ugomvi. Jambo hili wanawake wengi wanalifanya, kuwatumia watoto kama daraja la ugomvi wenu, kama sababu ya kugombana kwenu ni kuwabebesha watoto mizigo mizito ya majuto pamoja na huzuni. Mfano, kusema hauachi hela, hata watoto wako hawa watakula nini, au watoto wako watakula nini kama huachi hela? Unafikiri mimi nitawalisha mitoto yote hii? Kwa hiyo jambo lile watoto linawafanya wajione kama wao ndio chanzo cha migogoro yenu, na watajawa na majonzi na majuto. Ndio maana watoto wengi huwa wanakimbia kwao kwa kujiona kama wao ndio wameleta mizigo na majukumu kwao, majukumu mazito kwa wazazi wao. Pia wanakuwa na majuto kwa kuwa wao ndio chanzo kikubwa cha ugomvi kati ya baba na mama. Kwa hiyo wale watoto wanakuwa na msongo mawazo, sonona, jambo ambalo linakuja kuathiri kwanza shuleni. Matokeo wanakuwa wanaanza kwamba wazazi wanagombana kwa ajili yetu sisi, lakini pia wanashindwa kuwa na furaha, wanakuwa na wasiwasi muda wote wanapachukia nyumbani, kwa sababu tu ya magomvi ya wazazi kutokana na kuwatagiwa katika ugomvi wao. Lakini kosa la 8, kutumia vilevi mbele ya watoto. Kutumia kilevi cha aina yoyote kama pombe, sigara, madawa ya kulevya au bangi mbele za watoto, maana yake umemtambulisha mwanao rasmi kwenye uraibu. Kumbuka watoto receptors zao, vipokezi pamoja na vipokezi vyao havijakomaa. Lakini kitu kingine, binadamu tunatofautiana receptors, vipokezi vya vile vilevi, yani namna kutoa zile hormone za raha ambazo za dopamine. Kwa mtoto akianza mapema kabla hajakomaa kiakili na kihisia, maana yake anaingia moja kwa moja kwenye uraibu, ule uraibu ambao utampelekea madhara ya kiafya, uraibu ambao utampelekea madhara ya kiakili, uraibu ambao utampelekea madhara katika mambo ya kitabia, na mwisho kama unavyoona sasa hivi tuna kundi kubwa la watoto wengi hawana adabu, watoto wengi mateja, watoto wengi wameathirika kwa afya zao kwa sababu wamewahi mapema kuingia kwenye vilevi vya sigara, pombe, bangi na kadhalika. Lakini kosa la 9 ambao hutakiwi kulifanya mbele ya watoto, kuwasema vibaya ndugu wa mwenza wako mbele ya watoto. Mume au mke akitumia chuki yake au ugomvi wake, yeye na mawifi zake, yeye na mashemeji zake, yeye na wakwe zake, yeye na ndugu wa mume au mkewe, kuwasema mbele za watoto wake au kuwalalamikia mbele za watoto wake, watoto wale wanabeba ile chuki
na wanashindwa kuwasamehe wale watu, kwa sababu watoto wanakuwa wanawapenda wazazi wao, aidha ni baba au mama. Kwa kitendo cha kuona ndugu zao wana ugomvi na mama yao, na wao wanachagua upande wa mama yao au baba yao, na kufanya wale watoto wabebe chuki na uhasama, na mwisho wale watoto wanashindwa kuwasamehe kabisa ndugu zao, wanavunja undugu, wanapokuwa na kuwa wajuani. That's why sasa hivi tumekuwa na wimbi kubwa la watu kuvunjana au katana mapande kwenye undugu, kwa sababu tu watoto wengi wamerithi ugomvi pamoja na migogoro ya wazazi wao na ndugu wa waume zao au wake zao, kitu ambacho inapelekea ndugu wengi kutengana. Lakini kosa la 10 ambalo la mwisho kuto kuwapa upendo wa kweli mkiwa pamoja, baba, mama na watoto. Watoto hujifunza kujenga mahusiano imara kupitia ukaribu wao na wazazi wao wote wawili. Mfano, kutoka out pamoja, kuona wazazi mnakumbatiana, mnaagana, mnapeana maneno mazuri ambayo yenye staha, tuharibu watoto. Jambo lile pia, upendo wenu pia mnahamishia kwa watoto, mnawabusu na vitu kama, mnafundisha maadili pamoja. Jambo lile naongeza joto la mapenzi kwa watoto na wazazi wao, na hata watoto hupata utulivu wa kuona wako salama. Lakini pia huonyesha umoja wa hisia, kitu ambacho inapelekea watoto wasije kutetereka kihisia huko baadaye. Lakini kushindwa kupata lile joto la wazazi wote wawili, baba na mama kwa pamoja, wafanya watoto kuwa wabaridi kihisia. Unaona kuta mtoto yani yupo tu, haelewi namna kuishi, haelewi namna kutabasamu, haelewi namna kuonyesha upendo au ya kuonyesha upendo. Anaweza akaonyesha upendo wala wana kitu kama cha kawaida, kumbe upendo si kitu cha kawaida. Au huwa mdhaifu kihisia, jambo dogo tu linamtesa, linamnyanyasa, analibeba na kitu kama hicho, na hata kuja kusumbua kwenye mahusiano huko ukubwani. Kwa hiyo makosa hayo 10 hutakiwi kuyafanya, kwa sababu unaweza ukachukulia poa leo, lakini baadaye unakuja kutengeneza kizazi ambacho inakuja kuwa bomu kwenye jamii nzima, na mwishowe unakuja kupata watu ambao unakuja kuleta shida mahospitalini, unakuja shida kwenye uongozi, unakuja shida kwenye ndoa, unakuja kuleta shida kwenye mahakama na kadhalika. Kumbuka, watoto ambao wamelelewa vibaya haimaanishi kwamba hawatakuwa na mafanikio ya kawaida kwenye jamii. Wanaweza wakafaulu vizuri shuleni, wafanye vizuri kwenye biashara, wakakuwa wakubwa, lakini kutokana na wamelelewa vibaya kihisia na pamoja na kisaikolojia, wanaweza kutumia ile hali yao kuwanyanyasa watu wengine au kujikatili wao wenyewe.